ambalo kwa sana linafanya kubeba abiria kutoka Mombasa, Nairobi kuelekea maeneo mengine hapa nchini Kenya. Basi hilo limeweza kuanguka katika barabara ya Kenyatta Avenue, Uhuru Highway, katika ile roundabout ya GBO pale Nairobi, na tutakuwa tunafuatilia habari zile mpenzi mtazamaji kujua kwamba kuna watu wameweza kuumia pale ama namna gani, ni kipi kile ambacho kinaendelea, kia kwamba ambulances zimeweza kufika pale na wasamaria wema wanasaidia wale ambao wameweza wale ambao walikuwa katika basi likiwa kwamba ni basi ambalo lilikuwa limebeba abiria wakiwa wamejaa mule ndani, na limeweza kuanguka katika roundabout ya GBO pale katika barabara ile ya Kenyatta Avenue, Uhuru Highway pale. Na yale makuu ambayo tulikuwa tunaangazia leo na tulikuwa tunayafuatilia kwa karibu sana, ikiwemo naibu rais Rigathi Gachagua kuitwa kufika mbele ya afisi zile za DCI kuweza kutoa habari kuhusiana na kutaka kuuawa kwake na wale maafisa wakuu katika serikali, na pia majaji ama judges pale kusikiza kesi ya kutaka kulift zile orders barring Kindiki swearing in. Basi ikiwa kwamba bunge la seneti, bunge la kitaifa na serikali kwa ujumla ikiwa kwamba imeshtakiwa katika kesi ile pale, tutakuwa tunafuatilia kwa karibu zaidi ili tuweze kujua ni kipi kile ambacho kimeweza kuendelea pale. Na ukumbuke hiyo jana basi kuna ajali ambayo iliweza kutokea na watu watatu wakaweza kuaga dunia katika barabara ile ya Narok, ambapo ilihusisha Land Cruiser ambayo ni ya kubeba wageni ama watalii, na pikipiki ambayo ilikuwa imeegezwa kando ya barabara, na yule dereva wa gari lile la Land Cruiser aliweza kuaga dunia na watu wengine wawili, na pia wale ambao walikuwa wamebeba mule wakiwa wanauguza majeraha katika hospitali. Mili ile ilipelekwa katika kituo cha hospitali ama morgue katika eneo lile la Longisa katika kaunti ile ya Bomet, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Na kwa wote wale wanafunzi ambao wanajiandaa katika kufanya mitihani yao wiki hii na wiki ijayo, basi tunawatakia kila laheri katika mitihani yenu. Ikiwa sijui kama Ruth wewe uko na mtu anafanya mtihani. Nina relatives ambao wanafanya mtihani. Kipsea, their candidates grade 6 na vile vile KCSC. Hakuna mtu ambaye hana candidate hata kama si kwa nyumba yako. There is in the extended family. Kuna wale ambao wanafanya, tunawatakia mazuri wote. Okay, mimi niko na kakangu mdogo atakuwa na kiti mtihani wa kidato cha 4, na pia niko na kazini yangu pia naye ambaye atakuwa na kiti katika mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 pale, nikiwatakia kila laheri mahali ambapo walipo, na shule zote zile ambazo zimo. Tuko na marafiki ambao wanazidi kupata ama wanajipanga katika masomo ama kufanya mitihani ile, tunawatakia kila laheri, bila kusahau wale wa Kipsea. Unajua kitambo ilikuwa ni KCPE na KCSE peke yake, unasoma darasa la kwanza hadi darasa lile la 8, kisha baadaye unaketi katika mitihani pale. Lakini siku hizi vile ambavyo mambo yamebadilika, competence based curriculum, mambo yamebadilika pale, ni darasa la 6 ama grade 6 na pale grade 8 wakifika pale wanajaribiwa hapo wa grade 8 kweli. No, I think they'll be doing the last paper in grade 9. All right. And then join senior secondary. Yes. Ninapoangaza pale kuona international news pale, kabla zijaiza kutoweka pale, kuna jambo lile niweze kulizungumza kwamba a wise man, Ruth unasikiza hii? Nasikiza kabisa. A wise man feels his head before emptying his mouth. Right. Mtu ambaye ana hekima. Anajaza kwanza kichwa chake pale kabla ya kuyatapika yale ambayo yako mdomoni. Akili kichwani. Basi nikiangazia yale ambayo yamo katika habari za kimataifa pale, ninapompa dada Ruth anipatie kama sekunde 2 hivi niweze kurejea na yale ambayo ni ya kimataifa, kisha baadaye tutakuwa tunatamatisha pale. Nikiangazia pale
yale ambayo yamo katika habari za kimataifa ni kwamba kila ambacho kinaendelea ulimwenguni ni kwamba basi yale ambayo yanazidi kufuatilia ulimwenguni ni kwamba kilichomo katika tathmini ya Marekani iliyovuja na kufichua mipango ya Israeli ya kuishambulia Iran pale, taarifa ambazo Washington bado inapeleleza mshirika wake iwapo kujua iwapo anajua Washington bado inapeleleza mshirika wake iwapo anajua picha kamili ya mambo yalivyo katika nchi ile ya Israeli, jinsi ambavyo waliweza kuishambulia nchi ile ya Iran. Na kwingineko tunapozidi kusonga mbele moja kwa moja kutoka pale Lebanon ni kwamba Lebanon imeweza kusema kwamba watu 4 wameuawa katika mashambulio ya Israeli karibu na hospitali iliyo kusini mwa Beirut. Na pia uchaguzi wa Marekani mwaka 2024 ukiwa ni uchaguzi ambao utakuwa unafanyika baadaye mwaka huu, ikiwa kwamba Elon Musk yule ambaye ni mwenyeji wa Expal akisema kwamba anawapa baadhi ya wapiga kura dola milioni. Je, hilo likiwa kwamba linauza kama ni halali ama ni mambo yapi yale ambayo yatakuwa? Na tukisonga mbele ni kwamba tetesi isazoka Ulaya Jumanne 22 ama lile litakuwa linatukia mpenzi mtazamaji na msikilizaji leo hii, kwa kwamba kuna kiputa ambacho kitakuwa kinagaragazwa kati ya timu zile ambazo zinawania soka kombe lile la Ulaya pale, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Basi ninapokurejesha kwake Ruth wa Marekani pale, kati ya Kamala Harris na mwenzake Trump, ikiwa kwamba ni wawaniaji wa kiti cha urais katika nchi ile ya Marekani, wengi wakionekana Kamala Harris alipokuwa anazungumza juzi akisema kwamba haoni kwamba Trump ni mtu ambaye ataweza atakuwa analiongoza ama anaiongoza nchi ile ya Marekani vilivyo, basi akijipigia upato katika kampeni zake pale. Tutakuwa tunaona baadaye mwaka huu vile ambavyo wa Marekani watakuwa wanaamua wao wenyewe wakati watakuwa wanaenda debeni kumchagua rais ambaye atakuwa anaongoza nchi ile ya Marekani. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Kwa heri, tuweze kupatana baadaye katika vipindi vingine vijavyo. Asante sana Jeff kwa hayo ambayo umeweza kutupasha pale. Tumeshajua yale ambayo yanakuwa yanaendelea kwa sasa hivi, na asante pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kuwa nasi. Lakini kwa china kifungu kabla sijatoka pale nikwambia kwamba Mungu ni upendo. Kawaida nasema Mungu ni upendo, na si maneno yangu tu, ni kutoka kwa Biblia. Tusome kutoka kitabu cha Yohana pale, Yohana mstari wa 4, kifungu cha 4 mstari wa 16. Kwa hiyo tunajua na kutegemea upendo alionao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, na mtu mwenye upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Fungu la 1 John 4:16 ama Yohana wa kwanza fungu ni la 4 mstari wa 16. Kwa hiyo tunajua na kutegemea upendo alio na Mungu kwetu sisi.